Uaminifu vipi? Sija kupunguza. Yani inamaanisha kwamba zile sauti ambazo nimezungumza sauti sitaki kuzungumzia kwa sababu hawa wamezungumza, mimi sijawahi kuzungumzia. Sasa baada ya kutokea kile, sasa kuna namna pengine baadhi ya watu ambao wanakuzunguka umeanza kupunguza uaminifu, kuamini pengine watu wako karibu. Mimi hapana. Sasa kwa mfano, kwa nini bana? Yaani mimi mazungumzo ndani ya familia, sasa nitakuwa mimi hapa kwangu, nadhani mloingia baadhi mmekuta familia yangu wengine wametoka hapa. Yaani nyumbani kwangu ni kama zawia. Ushaelewa zawia? Unajua maana zawia? Nendeni mkaulize zawia ni nini. Hawaishi wageni. Familia yangu hawaishi wageni, hawajawahi kukosekana watu. Na katika familia, mazungumzo ya familia huyu mtaongea. Kwa hiyo mimi hao naona ni vitu genuine tu. Na kwa sababu nyingine yoyote yule aliyepeleka basi sawa, shukuru Mungu bwana. Mwingine mwacheni tu. Sawa. Haji Sande Manara. Swali langu lilikuwa ni baada ya haya yote ambayo tunaona yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Kumekuwa na sijui ni faida wako, sijui ni mtu wako wa karibu, Mwijaku ameonekana akikuataki. Sijajua kama ni matani, sijajua kama mko serious, kwa sababu by that time na wewe pia tuliona ukimwandika sana baada ya yeye kukumbwa na matatizo fulani. Unazungumzaje swala la Mwijaku kukuataki kila siku kwenye mitandao ya kijamii? Kwanza mimi nilikuwa simwandiki sana. Mimi nilimkumbusha tu kwamba binadamu unatakiwa tuishi miguu miwili. Mimi sidhani kama Mwijaku, mimi Haji Manara natakiwa hata nimjibu, kwa sababu mimi ni content kwake. Ana content mbili kubwa za kutukana. Ya kwanza Haji Manara, ya pili Diamond Platnumz. Na hizo content ni watu mashuhuri kweli kweli katika taifa hili. Hiyo ndo nyota yake. Lakini akumbuke sisi pia tuna family. Mimi na family. Watoto wakubwa, wengine wanasoma university, na wazazi. Sasa kila wakati unaponidhihaki na kunitukana kibinadamu si sawa. Mimi naweza mimi majibu ya kufyatua nayo, lakini siwezi. Siku moja nilimsikia anasema nikomeshwe, niwekwe juani. It's very bad. Wakanipigia wale viongozi wa taasisi ya Mabino, sababu hii haiwezekani. Ambia serikali kuna wakati eti namtumia huyu katika mambo, nikamwambia na kuombeni. Niliomba. Ambia acheni. Watu kidogo akili hawana. Huyu hana akili sawa sawa. Kama angekuwa na akili sawa sawa, asingeenda Maka. Unajua sisi kuna wengine hapa nadhani Waislamu. Unajua Waislamu wanavyokuwa na hofu na Al-Kaaba. Yeye mbele ya Al-Kaaba anabinua hivi na tako hivi. Hala. Sasa huyo ni mzima. Yaani mimi nikauliza wale Chama cha Mapinduzi, nyinyi mnashindana na mtu au mnataka tujibizana na mtu mbele ya Al-Kaaba? Fikiria utukufu. Yaani kwa asiye kwa Muislamu anaweza asielewe, lakini kwa Muislamu neno Kaaba ambapo tukiswali tunatakiwa tulielekee. Wewe ukiswalia hapa unatakiwa uelekee Kaaba. Dunia nzima wanaswali kuelekea Kaaba. Mbele ya Al-Kaaba, msikiti wa Maka wapo. Kakibinwe. Hala. Sheikh hapo nikaanza kujibizana na huyo mtu. Mimi ndugu zangu, ndege yake ya kwanza nje mimi ndio nilompeleka kupitia Wasafi Bet.
Nasibu alinifuata akaniambia, bwana ndugu yangu, hebu niambie tunafanyaje? Tunaenda na nani na nani na nani na nani na nani? Unashauri. Wakati huo imagine alikuwa akimtukana bado. Hiyo 2022 nikasema na huyu tumchukue. Sitaki wataje wengine. Na huyu twende naye. Sasa huyu wa nini? Nikamwambia wewe kila siku unakutukana wewe, kila siku unanitukana mimi. Nikamwambia tuwaonyeshe uungwana wetu. Akapeleka ile idea, akapingwa. Bahati tuko tukajirali zaidi mimi na Nasibu siku zile. Nilikuwa nakaa bado nilikuwa niko Masaki. Nikatoka akanipigia simu, bwana jioni tukutane. Tulikuwa na kawaida jioni wenyewe tunakaa akabana, idea yako bwana imepingwa, lakini walioipinga sasa walikuwa wameipinga kinaniheshimu. Nikawapa kwa nini tufanye hivi, kwa nini tufanye hivi. Mwisho ikapita. Kwenye ile ndege Qatar Air likampatayo, mnapoingia pale msha check in na body. Sasa kwenye ndege ana boarding pass, hajui yani boarding pass ni nini, anatoa passport 2022 Disemba, ndio safari yake ya kwanza ya kimataifa. Akibisha mbele afungwe passport kama kuna visa yake nyingine kabla ya 2022. Mimi ndio nilompeleka. Na tukawalaza kwenye mabanda. Kule World Cup Qatar walitengeneza na mabanda. Sasa hivi wanafugia njiwa. Nikamkuta Uturuki. Kwa peleko na Silent Ocean, ambao yeye mwenyewe anakiri Silent Ocean nilimpeleka mimi. Nadhani mliwahi kuisikia clip. Yeah, sure. Mwenzie Baba Levo kachukua hoteli hela yake, allowances zake, yeye kakataa kulala hoteli ili ya save, aseme anunue hata perfume, akawa analala kwenye magodown ya Silent Ocean. Nikapewa taarifa, nikamwambia mtoeni kule, nikamlipia na hoteli, kamba hela yako baki nayo ulopewa. Na mimi kweli ndio nilompeleka Silent Ocean. Sasa huyu mtu akinitukana, akinidhalilisha, kwanza hana ihsani, hana fadhila. Mwanadamu anakufanyia wema wa aina hiyo, anakuunganisha na mtu, unapata matangazo, unamtukana kila kukicha, na nyumba najua ya nani. Mimi ndio nilolipia duka langu nini madirisha na milango. Yeye hata ajui, hajawahi kutoa tofali. Nyumba ya mwanamke, mwambieni atoe hati. Bwana hii hati ya jina lake nani? Jina lake original. Wewe unakaa kwa nyumba kajengewa mwanamke, bado unatukana watu. Nijako, sisi tunakuheshimu mwenzetu, tunakuunga mkono. Alafu mimi nimekukosea nini? Yaani sija kufanyia ubaya, sija mchukua mkeo, sija mlaza dada yako. Kwa nini unafanya hivi? Yaani unadhani mimi nitashushwa brand na Mwijaku? Tukusangu, mimi brand nimeipigania kwa jasho. Haikuja tu kama shortcut. Yaani imepiganiwa. Usione haya makampuni makubwa yanakuja kwangu. Mr. Ngazi nini? Majani ya miembe. Unaka Haji Manara, mara umeenda kwa makochi, Haji Manara, ukiamka asubuhi, yani akiamka tu Haji Manara no content. Yani hiyo peke yake kuonyesha how Haji speak. Yani unamkaje tu Haji Manara, ukiawa Haji Manara. Kwa nini asizungumzie shepu lake? Sababu Mwijaku mimi nadhani hakuna anazungumzia mimi naanikwa. Sawa. Hivi nikimzungumzia Mwijaku, nyie yuko mwanamume gani Tanzania nzima mwenye taka kama Mwijaku?
Mbona mimi sije kukaa kulizungumzia Takake? Yaani nitafutieni mwanamume mmoja tu mwenye shepu kama ile Michael Posh mwenyewe yule hamwezi. Leo nakaa na mtu kila siku. Kila siku hajiwe. Sasa tunamvumilia kwa nini tunachoka? Nitafutieni mwanamume mmoja mwenye mipsi. Kafyatuka mtoto wa kiume huko kavimba. Imagine yule ndio unamuona barabarani anakwenda kavaa skin tight. Nchi inatetemeka na hiyo. Sasa sisi tunakaa kimya. Kwa sababu tunaona ndio maumbile yako. Unaenda kudhalilisha maumbile yangu, utadhalilisha familia yangu, utadhalilisha why? Why? Mimi ningekuwa naweza mimi kwa sababu haya majibu anayofanya yeye, mimi nimezaliwa ujue katika maeneo hayo. Mimi sijatoka ni kindugu huyu. Lakini namuacha kwa sababu huyu ni mshamba mpoli, anatafuta umaarufu kupitia watu, basi namuacha. Lakini sijawahi hata kulizungumzia lile lake katika maisha yangu, na sitazungumza. Yaani leo imenitoka kwa sababu mmeniuliza. Lakini nitafutieni mwanamume mmoja tu mwenye kama lile nchi. Dada yangu Kajala hamfikii. Hapo ndo analifunika na makoti, lakini muangalie akenda kama sasa sisi tunakuangalia mmoja yako. Shika adabu yako bwana. Sifanye hii brand ndogo kwa kila siku. Akirudia nitafyatua. Yes, atakazungumzia. Maana anajua alichokuwa akitaka yeye ni mjibu. Kisha zungumza zaidi. Yaani wewe asubuhi kiamka, maana mimi si follow page yake. Wananitumia washika. Huyu bwana vipi? Kila siku unamwacha tu. Wewe mbona una majibu mara 500 ya huyu? Puuzeni hawa, ukiwajibu ndio unawapeleka mjini zaidi. Lakini sasa kuna wakati nafika too much. Juzi asema Jumeirah, wewe Dubai umeenda mwaka jana for the first time. Mimi nimesoma pale primary Dadeki. Al-Karama primary. Wewe umejua Dubai uzeni. Mimi naenda kila baada ya wiki 2. Jumeirah, mimi najua Jumeirah bado majabali, sio Jumeirah hii. Bado majabali, shekhe. Sio mshamba bwana. Hawa watu wa shamba wanakuwa yani kenda trip ya kwanza 2022 ya ndege. Leo unanielekeza mimi? Tunawasame ndugu zangu. Hawa watu maskini ya Mungu ndio umaarufu wao, lazima watukane watu, lazima wadhalilishe wenza wao, lazima watukanane. Ndio maana hivyo. Wewe nikuulize swali, unawezaje kuwa na image ile bank kubwa, taasisi kubwa yenye heshima, au yote ikakuambia wewe uwe brand ambassador? Sio na brand zake anazozitangaza. Juzi nimekuta kokoto, jamani kokoto. Analipwa 200,000, 300,000. Wewe unaishi kwa mke anayelipwa ifai yake. Sitaki kumtaja lakini sio sawa. Kila siku tunuzia huyu. Mara juzi mnasema mbona Baba Levo kamdhalilisha mke mmoja. Nani alomwanza? Sasa Baba Levo tofauti na Haji unamtukana Baba Levo, anakufyatua. Na ni kweli alichokisema, sio uongo, ni kweli. Aonyeshe bwana. Nao akijaribu kuweka hati ya uongo, ile nyumba anasema bilioni 1.3 ilokakaa kipande cha chocolate, akitoa hati ya uongo jela ujue. Mwambieni bwana nataka hati. Acha kelele sasa, tushapiga kelele, aweke hati. Si hatuna nyumba, si hatuna chote, ni malofa tu. Wewe yako kwanza. Wewe ndio mwanamke mjinga. Nani yote. Chaga yule. Unadhani fala wewe. Sasa tunakuheshimu ndugu yangu, ndugu yako. Hatuzungumzi chote kuhusu wewe. Mimi ningetaka nisingekuwa nazungumzia chote, ningekuwa nazungumzia lako.
ningekuwa adili na hilo tu. Bahati mbaya mimi mambo haya uasherati na nini sio mambo yangu. Mimi na mambo yangu nyinyi mnayajua. Lakini kwa tanalo mashallah lazima tusifu maumbile ya Mwenyezi Mungu. Nani anabisha? Mimi sawa na ni kwa juani nikiani. Mimi nakaa si juani. Nacheza mpira zamani ni juani. Lakini mwenzangu kajaaliwa furushi mashallah. Yule Sheikh Kipozeo anasema majaala ya Mungu mtoto wa kiume kajaaliwa kuliko mtoto wa kike. Alafu leo unamtukana Haji Manara.